Kwa siku ya leo tumekuja kujibu kwa swali ambalo mtu mmoja ameuliza, je, kweli kuna watoto wengine waliozaliwa baada ya Yesu kutoka kwa Bikira Maria? Na kutana na mwinjilisti Msaada wa Mary Decor katika jibu la swali hili. Kusudi tupate kuingia katika jibu hili, itabidi kwanza ujue ya kwamba muuliza swali ameuliza swali hili anapojengea katika kitabu cha Mathayo sura ya 13, mstari wake ni wa 53 hadi 56. Matthieu chapitre 13 verset 53 à 56. Anasema nini kuhusu jambo hili ili aweze kuuliza lile swali? Nayo inasema, ikawa Yesu alipomaliza mifano hiyo alitoka akaenda zake, na alipofika nchi yake akawafundisha katika sinagogi lao, nao wakashangaa wakisema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Huyu si mwana wa seremala? Mamaye si yeye aitwaye Mariamu? Na nduguze si Yakobo na Yusufu na Simoni na Yuda? Na maumbu yake wote hawapo hapa kwetu? Basi huyu amepata wapi haya yote? Maumbu wake, yaani dada zake, hawako hapa kwetu? Hili ni swali ambalo linapelekea muuliza swali kujiuliza, sasa kweli kumbe inaonekana ya kwamba Yesu ana ndugu zake ambao miongoni mwao kuna Yakobo, Yusufu, Simoni na Yuda. Yaani kuna mmoja ambaye alikuwa ana jina la baba yake, anaitwa naye Yusufu. Na kisha maumbu dada zake wako hapa kwetu. Anaposema maumbu wako hapa kwetu, dada zake, ni kusema ni zaidi ya wawili, zaidi ya mmoja tafadhali. Wanaweza kuwa wawili au zaidi. Sasa inawezekanaje Yesu akaitwa mwana wa Yusufu? Kwa sababu anapoitwa mwana wa Yusufu, ndio maana inapeleka watu kufikiri, kumbe kwa sababu Yusufu aliolewa na Maria, Maria aliolewa na Yusufu, Yusufu sasa akazaa Yesu akazaa wadogo wake na Yesu kupitia Maria. Na hata wengine wanasema mbona Yesu naye ni mtoto wa Yusufu? Sasa tufikirie, Yesu ni mtoto wa Yusufu kivipi? Kitabu cha Luka sura ya 3, mstari wake ni wa 23. Luka 3:23 inasema maneno yafuatayo, ili tupate kujua kama kweli Yesu alikuwa ni mtoto wa Yusufu au hapana. Ili tujue kama Yusufu alizaa yeye na Maria watoto wengine baada ya Kristo au hapana. 3:23 inasema, naye Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka 30, akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu. Akidhaniwa kuwa, hiyo ni kusema alizaniwa, lakini si kwamba ni kweli. Tupate kujua ukweli sasa wa mambo namna ulivyo, tuangalie kama kweli Yusufu alichangia kwa uzaliwaji wa Yesu Kristo, au baada ya Yesu Kristo kuna watoto wengine ambao Maria amepata kuwazaa yeye na Yusufu. Kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 18 hadi 20, tutaunganisha na 24 hadi 25. Nayo inasema yafuatayo. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hii inaonyesha wazi kabisa ya kwamba kumbe Yesu Kristo kabla hajazaliwa, mimba ilikuwa ndani ya tumbo la Maria kwa uwezo wa Roho Mtakatifu bila ushirikiano na Yusufu. Na baada ya hapo Yusufu alitaka kumwacha Maria, lakini malaika akamwambia usimwache. Mimba hii ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Angalia mstari wa 24 hadi 25. Nayo inasema, naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe, asimjue kamwe, hata alipomzaa mwanawe akamwita jina lake Yesu. Inaonekana wazi ya kwamba katika kuzaliwa kwa Yesu, Yusufu hakuchangia chochote na hakumjua Maria katika kipindi cha ujauzito wake. Unajua, Yusufu angikaribiana na Maria tu na kujuana naye kindoa kabla ya kumzaa Yesu,
ingewezekana hata watu wangefikiri, hata na yeye mwenyewe angefikiri ya kwamba alichangia kwa ujauzito wa Yesu. Lakini kusudi watu watoshe kabisa, watoke katika tashwishi, hakugusa Mariamu hata kidogo mpaka pale alipozaa. Inaonekana ya kwamba baada ya kuzaa kwake alikuwa na ruhusa ya kumkaribia au ya kumjua Maria. Sasa pale swali linakuja, sasa baada ya kuzaa Yesu, inawezekana kuwa katika mahusiano ya kindoa kati ya Yusufu na Mariamu kuna watoto wengine ambao walizaliwa? Tuangalie sasa kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 40 hadi 49. Luka 2:40 hadi 49 inasema, yule mtoto akakuwa akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Na alipopata umri wake miaka 12, walipanda ili kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara, wakaenenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Na walipomkosa wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Ninakusihi upate kuzingatia mambo haya. Kwanza, Yesu ameeneza miaka 12. Maria hajapata ujauzito, wala popote pale hatujasikia kwamba Yusufu amezaa. Wakaenda na Yesu kwenye sikukuu Yerusalemu, Yesu akiwa na miaka 12. Yaani hapo ni miaka 12 Mariamu hajachukua tena ujauzito. Sikiliza, wamempoteza Yesu kwa siku moja, wakatembea mchana mzima, lakini wamempata Yesu baada ya siku 3. Ingelikuwa Mariamu alikuwa na wadogo zake na Yesu angerejea, au hawangeweza kubaki wazazi wote siku 3 wakishughulikia mtoto mmoja, wakati ambapo wengine wako nyumbani. Zingatia kwamba miaka 12 Yesu hajafuatishwa, yaani Maria hajazaa mtoto mwingine. Angalia kitabu cha Luka sura ya 3. Tuangalie kama tena baada ya hapo, je, Yesu alitimiza umri wa miaka mingapi? Hiyo Luka sura yake ni ya 3 mstari wa 21 hadi 23. Inasema hivi: ikawa watu walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunguka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama huwa, sauti kutoka mbinguni ikasema, wewe ndiyo mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka 30, akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu. Alipata sasa miaka 30, umri wake unakaribia miaka 30, lakini anaendelea kudhaniwa mwana wa Yusufu. Je, tumekwisha kusikia mahali ambapo Maria amechukua ujauzito tena? Hapana. Na baada ya hapa utajua ya kwamba hutasikia tena mahali ambapo wanamtaja Yusufu, kwa sababu Yusufu alikuwa na kazi yake maalum ambayo alipewa wakati ambapo Maria amechukua ujauzito. Ikiwa Maria ameshindwa kuchukua ujauzito na Yesu ana miaka 12, ikiwa Maria hajachukua ujauzito na Yesu ana miaka 30, ni kusema baada ya Maria kumzaa Kristo, hakuna popote katika Biblia ambapo tumeona ya kwamba Maria tena ana ujauzito wa mtoto mwingine. Sasa Yusufu tunaweza kujiuliza alikuwa na kazi gani? Kwa sababu hizi kazi zote ambazo Yusufu alizifanya, kuna zile ambazo zilikuwa ni zake kabisa alizopewa. Kumbuka, kwanza ameambiwa ya kwamba achukue Maria aishi naye, amweke, yaani amsaidie kusudi afikie hatua ya kumzaa mwana. Angalia kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 13 hadi mstari wa 15. Tunasoma hapo. Mathayo sura yake ni ya 2 13 hadi 15, nayo inasema yafuatayo: na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri, akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii ukisema, kutoka Misri. Sasa uangalie ya kwamba Yusufu amefanya kazi ya kumpeleka Mariamu Misri, na anasubiri mpaka Herode apate kufa.
Sasa kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 19 hadi wa 20 inasema, hata alipofariki Herode, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri, akasema, ondoka umchukue mtoto na mamaye, uishike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa waliotafuta roho ya mtoto. Hayo ndio ilikuwa mwisho wa kazi wa Yusufu. Kazi ya Yusufu yote ikaishia hapo. Yaani kama Yusufu aliwekwa karibu na Mariamu, ilikuwa ni kusudi amsaidie Mariamu katika kipindi chake cha ujauzito, amsaidie pia Mariamu katika kukimbia kwake kule Misri anapomkimbia Herode. Sasa swali linakuja, kwa sababu kazi ya Yusufu inakaribia kuisha. Tuishie mstari wa 23 ili uangalia sasa iliisha namna gani. Akaondoka akamchukua mtoto na mamaye, akafika nchi ya Israeli, lakini aliposikia ya kwamba Arkelao anamiliki huko Uyahudi mahali pa Herode babaye, aliogopa kwenda huko, naye akiisha kuonywa katika ndoto akasafiri pande za Galilaya, akaenda akakaa katika mji ulioitwa Nazareti, ili litimie neno lililonenwa na manabii, ataitwa Mnazorayo. Kumbe Yesu hakukuwa Mnazorayo, lakini kusudi awe mtu wa Nazareti ilibidi Yusufu aende amketishe katika nchi ya Nazareti, na hapo ndipo Yesu akakomaa kama Mnazorayo. Yaani alikomaa kama mtu wa Nazareti, lakini si kwamba yeye ni wa Nazareti. Sasa jambo linalotuthibitishia wazi ya kwamba huyu Mariamu alikuwa hana watoto wengine, wala hakuwazaa watoto wengine baada ya Yesu. Zingatia hili. Kabla ya Yesu Maria hakuzaa mwana yoyote, na baada ya Yesu Maria hakumzaa mtoto mwingine. Angalia kitabu cha Yohana sura ya 19 mstari wa 25 hadi 27. Injili Yohana sura ya 19 mstari wa 25 hadi 27, nayo inasema, na pale penye msalaba wake Yesu kulikuwa wamesimama mamaye na umbu la mamaye, Mariamu wa Klopa na Mariamu Magdalena. Basi Yesu alipomuona mama yake na yule mwanafunzi aliyompenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Kisha akamwambia na yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi yule alimchukua nyumbani kwake. Zingatia maneno haya. Ingelikuwa Mariamu alimzaa mtoto mwingine baada ya Yesu Kristo, haingewezekana Yesu kwenye msalaba wake amchukue mama yake na kumtoa mikononi mwa rafiki yake Yohana. Yohana ni mtoto wa Zebedayo, na Yohana alikuwa na mahali pake ambapo anaishi. Kwa kuwa alikuwa rafiki yake na Kristo, Kristo akamkabidhi mama yake. Sikiliza mwenzangu unayenitazama, wewe ambaye unataka kujua kweli kama Maria alimzaa mtoto mwingine, zingatia jambo hili. Pale msalabani pana uthibitisho tosha. Kama Yusufu angelikuwa angali hai, Mariamu asingelikabidhiwa Yohana na ambebe kwake. Ina maana Yusufu alikuwa tayari amekufa, ndio maana Mariamu kaenda kuchungwa na rafiki ya mtoto wake. Ingelikuwa Mariamu aliwazaa watoto wengine ambao ni wadogo zake na Yesu, inawezekana kumbe Yesu angemwacha mamaye achungwe na wadogo zake. Lakini unaweza kujiuliza, wale watoto ambao walisemwa huko walikuwa ni watoto wa nani? Hao walikuwa ni watoto wa Yusufu. Ndio maana Biblia inasema kwamba ni wana wa Yusufu, kwa kuwa Yusufu alikuwa wa kabila la Yuda. Jambo hili ulizingatie vizuri. Katika Agano la Kale utapata ya kwamba kabila la Yuda na kabila la Lawi hawakuruhusiwa kumuoa mwanamke aliyeachwa na mtu yeyote isipokuwa bikira. Na ikiwa watamuoa mwanamke ambaye ni mjane, itabidi awe mjane wa mwenzao wa kabila lile. Kama ni mke wa kuhani, inaomba awe ameachwa na kuhani. Kama ni mke wa mfalme, inaomba awe ameachwa na mfalme. Lakini kama akikosa mtu kama huyo, ni kuoa bikira. Ndio maana watu wengi walikuwa wanapenda tu kuoa mabikira. Na Mariamu kama alianza kuachwa na Yusufu, ni kwa sababu Yusufu alifikiria ya kwamba huo ujauzito ni wa mtu mwingine, kumbe baadaye ataenda kuingia katika kosa. Sasa angalia waziwazi kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 12 hadi 14, inaonyesha wazi ya kwamba Yesu wakati ambapo alikuwa amekwisha kwenda mbinguni, Mariamu hakubaki tena katika jamaa la Yusufu, bali aliendelea kubaki na Yohana, huku naye akijumuika pamoja na mitume wengine. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 12 hadi 14, nayo inasema hivi:
Kisha wakarudi kwenda Yerusalemu, na kutoka mlima ulioitwa Mizeituni ulio karibu na Yerusalemu wapata mwendo wa Sabato. Hata walipoingia wakapanda orofani, walipokuwa wakikaa Petro na Yohana na Yakobo na Andrea na Filipo na Tomaso na Bartolomayo na Mathayo na Yakobo wa Alfayo na Simoni Zelote na Yuda wa Yakobo. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja na wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Na ndugu zake wa Yesu nao walikuwa pale. Ndugu zake wa Yesu walikuwa ni wakubwa kuliko Yesu, kwa sababu wao ndio walizaliwa kabla ya Yesu. Mariamu aliolewa katika nyumba ya Yusufu, wakati ambapo hawa tayari wamezaliwa, na walizaliwa si na Mariamu bali walizaliwa na Yusufu. Na ikiwa unataka kujua Mariamu sasa alizeeka vipi, kwa sababu kuna watu ambao wanasema alienda mbinguni, huo sina uthibitisho. Tumuulize Yohana ambaye alimuweka, kwa sababu Yohana ndiye aliyekuwa mtume wa mwisho kufa, na alikufa baada ya kutoka kwenye kisanga cha Patmo, na alikuwa kwenye kisanga cha Patmo akiwa tayari mzee. Ikiwa alikuwa tayari mzee, ni kusema Mariamu tayari alikuwa amekufa mauti ya kawaida. Ndiyo maana hakunenwa ndani ya Biblia kwamba alikufa kimiujiza au alienda mbinguni. Wote walioenda mbinguni wanasemwa ndani ya Biblia. Ni kusema ukitaka kuzingatia sasa, Mariamu alimzaa mtoto mmoja tena bila kuingiliwa na mwanamume. Zingatia hilo na Mungu atakubariki.